Shilingi ngapi? Ni kama 664. Sasa utalipa lini? Nategemea ndani ya wiki mbili itakuwa tayari. Ndani ya siku 14 nategemea itakuwa tayari. Na mimi nimeshasema hapa ndani ya siku 14 ulipe. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi kigumu ambacho CCM itapitia ni hiki kinachofuata kusema. Moja, hakuna msibu unaoliliwa Rungwe kama parachichi. Tumeachwa kama yatima. Unajiuliza kwa akili ya kawaida, hata Steven Wasira leo kimuuliza, hatujawahi uza parachichi kwenye dunia 12,007 toka tuanze hivi zao. Tuliwekewa imani na tukatumainiwa kama wananchi. Hakuna mtu leo unamuuliza mtu, semi inapakia parachichi inapeleka juu Rumbesa, inapeleka Njombe, ikifika Njombe inafumua kwenye madunia, inaweka kwenye matrei, wanauza huko Njombe, ila huku sisi tunauza 12,000. Hii si dharau? Unasema nakipigania chama cha CCM, unapigania nini? Unamsaidia nini rais? Watu hapa waseme ukweli, hata kama mtaona na wachelewesha muda wenu, ni lazima tuambie ukweli kuliko kuwaficha. Rungwe oye! Ninataka nisikilize. Ndio maana makamu mwenyekiti ambaye anamwakilisha rais amesimama hapa kwa ajili yenu. Na amesema autubii mkutano, anataka wasikilize wana Rungwe. Kwa ongea, maliza. Lingine ambalo tuambizani bila kuwapa sana macho. Rais ameleta miradi ya maendeleo ya Rungwe. Lakini miradi yake ya maendeleo ya Rungwe hali ikiwa mbaya kama hivi haina maana kwetu, kwa sababu tunakufa wakati tunatembea. Chai watu wanalia. Miaka 4 ijaungwa mbolea. Watu miezi 4 naenda walipi faida zao. Kiwanda kimekufa kule Msokero. Kiwanda hiki Rungwe anachotia maji. Watu mnapiga bra bra. Biashara gani mnatupeleka wapi? Lingine la mwisho ambalo nataka nikwambie, watu tuna seniority ya Rungwe hii. Mkitaka tuambie ukweli mtupe muda. Watu tuna siri zetu. Watu mnaendesha siasa kwenye maisha ya watu, sio maisha. Tuzungumze facts ambazo ziko wazi. Hii Rungwe la mwisho ambalo nataka nikwambie. Moja, tuna kituo ambacho kinaitwa Kieruku. Leo nikikuuliza Kieruku babu zetu walijenga tukiwa chini. Vitukutu vya tulisi neema. Hakuna anayejua mwenendo wa Kieruku. Hakuna hapa mtu kimuuliza. Hata Ngoja. Kieruku ni nini? Chama cha wakulima wa chai. Wa kahawa. Majengo wameuziana. Tuambie ukweli, labda mnataka tuambie ukweli. Kuna jengo la wananchi wa Katumba liko pale. Kila siku ni mgogoro. Hakuna hata mbunge akanyanyuka akasema ukweli. Sisi mnategemea wabunge tutawaelewa leo wakituambia kitu? Tuelewe nini wakati barabara zinapita? Nani amesimamia hizo mali zinapotea? Tuna mgogoro wa sheria. Sheria imechukua miaka nenda rudi. Hakuna issue inaonekana. Watu wanapata shida huduma. Hakuna mbunge anazungumza hapa kutokuambia ukweli. Nani atawaambia ukweli? Tuna siri nyingi na tuna muda kwa sababu ni mchache. Tuje tuseme ukweli, tuanikane hapa. Kama mtu anajiamini, kidume chochote hata kiwa mbunge simame hapa nimuulize swali hata moja. Aseme kama kanijibu. Hakuna. Mimi kwa majina naitwa Paulo Ambulishe Mtasia, natoka kijiji cha Kiobo, kata Ikuti. Nimeongozana na wenzangu wa wakulima wa kahawa, sisi ni viongozi ya Kiobo. Tumepeleka kahawa yetu kwenye kampuni la GDM kutoka mwezi wa 9. Kiasi kwamba tulikubaliana mwezi wa 9 mwaka gani? Mwaka jana. Tulikubaliana kulipa tarehe mwezi wa 11 hela yetu ambayo tunamdai milioni 664,272,500. Ngoja, mlipeleka chai ya kiasi gani? Kahawa. Nini kahawa ya kiasi gani? Kahawa ya kiasi cha milioni 600. Tani 66. Kwa maana yake hiyo 650 hajai kuwalipa hata shilingi kutoka mlipo. Kwa mnadai hiyo kampuni ya GDM. Tumejaribu kuomba msaada ngazi ya wilaya, hatujasaidiwa. Tumejaribu kuomba msaada kwenye bodi ya kahawa, hatujasaidiwa. Hivyo tunaomba Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaomba msaada wetu. Kuna watoto wako majumbani ambao wameshindwa kwenda shuleni, mashamba yanaharibika, tumekopa beki, pesa ya uendeshaji NBC tunadaiwa, na mpaka leo riba zinaongezeka, tumeshindwa hata pa kwenda. Tunaomba msaada wako, tuko chini ya miguu yako. Kuna wakulima wa chai wanadai fedha zao. Hili halina maelezo wala hakuna mgogoro, maana aliyenunua yupo
Na majani ya chai kwa kawaida huwezi kuyatunza. Ukiyavuna lazima uyapeleke kiwandani. Ukiyaacha yanaharibika, au sio? Ndiyo. Hapa mjue mnazungumza na waziri wa zamani wa kilimo. Ninajua mambo hayo vizuri. Sasa kwa sababu hakuna mgogoro, tunamwambia yule ambaye amewakopa wakulima wa chai hajawalipa kwa miezi miwili, tunampa wiki 2 au ameshawalipa. Tena tunamjua. Najua na kuna watu wanamjua na simu yake tunayo. Tutampigia. Akileta mchezo utaiomba serikali mnyime leseni siku nyingine asifanye biashara hii. Kwa sababu hii dhuluma ni kitu ambacho sisi hatuwezi kuvumilia. Awalipe kwa muda wa wiki ngapi? Au ameshalipa. Anazitoa wapi? Atajua yeye alikopeleka chai ya hawa watu. Halo. Nani unaitwa nani? Naitwa Richard Mongoka, ni director wa GDM Company. GDM. GDM. Wewe unanunua kahawa, unanunua nini? Nanunua na kuuza kahawa pamoja na mazao mengine. Na chai ni wewe ndio unanunua? Naam. Chai. Hiyo ni kahawa. Nanunua chai, nanunua ufuta, soya. Na sasa kuna madai hapa unayajua? Kahawa. Ndio kuna madai ya usiakio. Shilingi ngapi? Ni kama 664. Sasa utalipa lini? Nategemea ndani ya wiki 2 itakuwa tayari. Ndani ya siku 14 nategemea itakuwa tayari. Na mimi nimeshasema hapa ndani ya siku 14 ulipe. Ndio. Na tena ulipe na usiwakope tena. Sawa. Haya. Kwa hiyo kazi inaendelea, iendelee.